ufalme wa watu, si ndio? Ukatika ukiishi pale katika ufalme, unajiuliza wewe ni ufalme gani uko ndani yake, na ufanye mambo kulingana na huo ufalme. Hakuna haja ya kudanganyana. Ukichagua ufalme wa binadamu, basi tafuta mambo ya kibinadamu. Alright? Na mambo ya kimwili. Na ukiamua wewe katika ufalme wa Mungu, unajua ni ufalme wa kiroho, lazima utafute mambo ya kiroho. Mungu alipoumba, kwanza hapo. Mungu alipoumba, kabla hata Mungu apaa. Alright? Unafikiri Mungu aliumba hivi vitu vyote kwa sababu gani? Alikuwa na nia gani? Alright. Hawezi kuwa aliumba kwa ajili yake binafsi. Aliumba kwa ajili yake, lakini kwa ajili ya nia yake. Alright. Na nia yake inadhihirishwa kabisa wakati Yesu Kristo alipokuja. Alright. Wakati Mungu Adamu na Hawa alionyesha nia yake, lakini Adamu na Hawa hawakutimiza nia yake. Unanielewa? Hapo ndio waliangukia. Walianguka sababu hawakuweza kutimiza nia ya Mungu. Alright. Alipoumba mwanadamu, alimpa mamlaka juu ya viumbe na kila kitu ambacho amekiumba hapa duniani. Alright. Ili yule mwanadamu atawale. Alright. Lakini hakumpa uwezo wa kutawala peke yake. Alitaka huyo mwanadamu atawale kwa niaba yake. Alright. Atawale kwa niaba, na ili aweze kutawala kwa niaba yake, lazima achukue instructions kwake. Alright. Na wakati Adam na Hawa walipokataa kuchukua instructions kwake, wakachukua instructions kwa mwingine, alright, hapo ndio waliangukia kwenye ule utawala. Unielewa? Utawala ule waliokuwa wamepewa, hata ile sehemu walikuwa wamepewa ya kuishi, wakitawala wakaondolewa. Wakaambiwa sasa tokeni hapa. Na pakawekwa vitu vya kuzuia wasirudi. Kama msomi Biblia mwezi elewa. Kama mnasoma mnaelewa. Alright. Walipokatazwa kurudi, hawakatazwa kwa ubaya, ni kwamba walipoteza mamlaka. Alright. Lakini sababu Mungu alikuwa ashapanga mapema, alright, kwamba anaviumbia hivi vitu vyote kwa ajili yake, lakini kuwe na mwanadamu ambaye amevisimamia. Alright. Mwanadamu ambaye amesimamia, ilibidi atafute namna ya kumrudisha mwanadamu tena awe msimamizi wa mali yake. Alright. Ndio maana Yesu Kristo alipokuja, alikuja kuambia watu ufalme upo, wasimamizi ndio kuna. Alright. Watu kusimamia sasa ndio shida. Sababu waliopewa nafasi ya kusimamia wote, kila wakipewa nafasi wanaipoteza. Okay. Walipewa nafasi nyingi sana. Kama wewe msoma Biblia utaona malalamishi makubwa yaliyoko kwa manabii wote ni kwamba watu wamepewa kazi ya Mungu wanaifanya kibinadamu. Alright. Hayo ni malalamishi makubwa. Hata kusoma karibu Isaya yote malalamiko ndio haya. Hata alipotabiri alikuwa anasema kwamba nyinyi mmeanguka. Alright. Utawala wenu umekwisha kabisa, hauna maana. Lakini nawaambia, alright, alimwambia mfalme, tafuta ishara. Mwambie Mungu akuonyeshe ishara. Ishara. Wewe umepotea, utafuti ishara kwa Mungu. Kama mimi siwezi kujaribu Mungu, mimi sitamjaribu Mungu. Akamwambia basi Mungu mwenyewe atakupa ishara. Wapo masoma mpaka hiyo kitabu cha Isaya 7. Nasomeni. Sababu sina time ya kuwapeleka huko. Kuanzia hapo tunaona hapo ni malalamishi.
Alipowaambia basi tafuteni ishara kwa Mungu ndio mjue Mungu ana mpango gani. Unamwambia mimi sitauliza ishara kwa Mungu. Alright. Kama mmeipata hiyo. Inasemaje? Kuanzia mstari wa kwanza, mwambie kama microphone. Kuanzia mstari wa kwanza hapo kuendelea. Ndio uone pale ishara ya Mungu itokea sasa. Isaya 7 mstari wa kwanza. Hata ikawa katika siku za Ahazi mwana wa Yotamu, mwana wa Uzia, mfalme wa Yuda, Resini mfalme wa Shamu, na Peka mwana wa Remalia, mfalme wa Israeli. Yes. Wakapanda wakaenda Yerusalemu ili kupigana nao. Lakini hawakuweza kushinda. Basi walienda kupigana hawakuweza kushinda. Alright? Walijaribu aendelea basi. Kisha watu wa nyumba ya Daudi wakaambiwa kwamba Shamu wamefanya mapatano na Efraimu. Sasa angalia Shamu, ni grupu moja hiyo. Wanafanya mapatano wa mazani wenyewe kwa wenyewe. Endelea. Na moyo wake ukataharuki. Na moyo wa watu wake kama miti ya mwituni itikiswavyo na upepo. Basi Bwana akamwambia Isaya, haya, toka umlaki Ahazi, wewe na Shear ya Shulubu mwana wako. Sasa Isaya ametumwa akamlaki mtu. Yes. Ampe habari. Huko mwisho wa mfereji wa birika la juu katika njia kuu ya uwanja wa Dobi. Ukamwambia, angalia, ukatulie. Sasa ameenda kutulizwa. Mtu ambaye amehofu, ana hofu, amepigwa hivi anamalizwa. Anaambiwa sasa njoo, nenda Isaya pale kwenye pale maji yanatokeza pale. Mkutane naye pale. Kumwambia asiwe na hofu. Na asipokuwa kuna njia fulani ya kumuondoa hofu. Endelea. Usiogope wala usife moyo. Kwa sababu ya mikia hii miwili ya vinga hivi vitokavyo moshi. Kuna mizinga hiyo mikia miwili, grupu mbili ambazo zimeungana kuamaanisha. Yes. Kwa sababu ya hasira kali ya Rasini na Shamu na mwana wa Remalia. Kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako. Sasa huyu amekusudiwa mabaya. Si ndio? Amekusudiwa nini? Mabaya. Haya, endelea. Pamoja na Efraimu na mwana wa Remalia wakisema, haya, na tupande ili kupigana na Yuda na kuwasumbua. Tukabomoe mahali tupate kuingia na kumilikisha mfalme ndani yake, huyo mwana wa Taabeli. Wataka kutoa mfalme mwingine wamilikishe mwingine. Wajua hao bado wanapigana tu. Yaani jamii moja. Endelea. 7. Bwana Mungu akasema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Amekuwa ahadi. Kwa maana kichwa cha Shamu ni Dameski. Na kichwa cha Dameski ni Resini. Anawaambia na hao ndio nitamaliza, si ndio? Ruka hiyo next. Tumefika mstari wa ngapi sasa? 9 sasa. Tena kichwa cha Efraimu ni Samaria. Na kichwa cha Samaria ni mwana wa Remalia. Kwamba hamtaki kusadiki, bila shaka hamtathibitika. Sasa shida yao ni kwamba hawakutaka kusadiki, kwa hivyo hawatathibitika. Unanielewa sasa? Usiposadiki hata kama Mungu amekupangia, alright? Ili kwako haitatimia. Yeye niambia kabisa, hata kama Mungu amekupangia, maana yake hakupangiwe peke yako. Alright? Anapangia wote. Wewe usiye sadiki haitatimia kwako. Lakini haimaanishi kwamba haitatimia. Ana mipango yake, hata kama mkishindwa, mpango wake utaendelea. Mstari wa 10. Tena Bwana akasema na Ahazi akinena, jitakie ishara ya Bwana Mungu wako. Sasa naambia, jitakie ishara tu. Si ndio? Sinasikia? Anaambia jitakie nini? Ishara ya Bwana Mungu wako. Ishara ya Bwana Mungu wako. Yaani ujitakie. Na anajibu nini? Anasema itake katika mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana. Haijalishi wewe utatakia wapi. Kama ni bondeni au ni mlima,
Wewe taka tu ishara ya Bwana. Yeah. Amen. Sasa kusoma maandiko. Watu wengi husomewa tu pale pamoja. Atafika sasa hivi atasoma hapo. Ndio mtasema lakini kwa wengine wote hamjasoma. 12. Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Basi. Endelea sasa. 13. Naye akasema, sikilizeni sasa. Sikilizeni. Enyi nyumba ya Daudi. Nyumba ya Daudi sikilizeni. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Hapo ni watu usoma. Wasijue kulikuwa na nini hapo awali. Soma hiyo ishara sasa kujua hapo ndio watu wamekwamia hapo sasa. Neno la Mungu ni hapo sasa. Tazama, bikira atachukua mimba. Atazaa mtoto mwanaume. Naye atamuita jina lake Emmanueli. Sasa ndio kwa Mungu ametoka nao. Alright? Anawaambia kila jambo hawatii, hawaamini. Hata kama akiwaambia atawapigania hawaamini. Ndio akawaambia sasa basi wacha niwape ishara mwenyewe. Bikira atachukua najua hapo mnajua yote. Sababu tunaweza kusomewa mstari mmoja. Atoka sasa hivi kwamba bikira anachukua sasa wapale wamezoea 15. Siagi na asali atakula wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Huyo atakayekuja huyo ambaye ni amezaliwa na bikira atakataa mabaya achague mema. Kwa sababu hawa huko nyuma hawataki kuchagua. Wanachanganya mabaya na mema. Sasa tazameni nataka ujue kwa nini msome Biblia. Je, ni wangapi walijua kwa nini Mungu alifika mpaka hapo akasema ndio hapa ishara. Bikira. Ili huyo atakayezaliwa awe afanye nini? Achague mema. Kwa nini? Sababu hawa walikuwa wameshindwa, wanachanganya. Hata wakiwekwa pamoja wanagawanyana. Wanaungana na maadui kupiga ndugu zao. Umeelewa sasa? Ndio maana akasema kutakuwa na ufalme unaokuja. Huyu atakuwa mfalme ambaye mambo hayo hata hayatakuweko kwake. Amen. Na unajua hii ilikuwa ni ahadi ambayo imepeanwa kwa Adamu na Hawa. Walipoambiwa uzao wako. Uzao wako utaiponda kitu. Utamponda. Hapo unajua kusoma peke yake, lakini kuunganisha ndio shida. Alright. Praise to God. Lazima tusome Biblia tuunganishe. Tuone kwamba vile Mungu alisema alimwambia Adamu ndivyo hivyo amemwambia Hawa na ametoa ishara yake ndio watu waitambue itakapotokea. Praise to God. Kwa sababu pangetokea mtu hapo baada ya Hawa akisema ni mimi. Sasa mimi ndio yule mfalme ambaye Mungu alisema, ambaye nabii Isaia alitabiri ili kusitokee tashwishi, akasema ni bikira. Ni bikira atakaye zaa. Unajua bikira maana yake ni nini? Ni msichana ambaye hajawahi kukutana na wanaume. Yaani hana mbegu ambayo imeingia ndani yake bado. Hakuna mbegu hata moja ishawahi kuingia ndani yake. Ili hii mbegu ikija, na msito kwa makini sana, iwe ni mbegu pure. Ni mara ya kwanza. Ni bikira, si ndio? Yes. Kwa sababu Maria angekuwa amefanya mambo hayo, watu wangekuwa wamesema labda si alikuwa na huyu, alikuwa amechumbiwa na Ezekieli kwanza, wakaachwa, akachumbiwa na Yusufu, na Yusufu anataka kumwacha kwa nini?
alimchukulia kwamba ni bikira. Hana mbegu yoyote. Sasa alipomwona mimba akajua huyu ameni. Lakini sababu alikuwa mtu asema kabla ameni-enjoy na mimi nitamwacha pole pole. Silence. Alright. Ndio maana ibidi ambiwe kwamba sio unavyofikiria. Huyo ndiye pale ndani si mbegu ya mwanadamu, ni mbegu ya Mungu mwenyewe. Alright. Hii mbegu ilipatana kwa njia gani? Niambie. Nataka kuangalia hapa. Hii mbegu ilipatana kwa njia gani? Malaika alitumwa kwa Mungu kuja kusema na Mariamu. Kwa hivyo mnapojua kwamba Mungu hudhihirisha kwa neno. Alikuja akamwambia vile Mungu amesema. Mungu amesema, unachukua mimi? Na mimba hiyo utakapoichukua, Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Alright? Usio Maria ameambiwa vile na neno. Alright. Sasa neno la Mungu litazungumzwa lazima lifanyike. Sababu Mungu ametumana mwenyewe, ametuma malaika wake mwenyewe. Lakini sasa kitu ambacho nataka kuambia ni kwamba ili patokee mbegu ya mwana wa Mungu, sikilizeni, ili patokee mbegu ya mwana wa Mungu lazima mama yake awe bikira. Mama yake awe na mama wa hawa wana. Wajua Mungu ni baba, mama ni nani? Mama ni kanisa. Alright. Mama ni nani? Hapo ndio Mungu anaweka neno lake kuzaa. Amen. Hapo ndio neno lake linakuja kuzaa. Lakini Mungu hawezi kwenda kuzaa kwenye kanisa ambalo lina mbegu tofauti zimewekwa ndani. Amen. Ndio neno lake ni mbegu. Na kuna mbegu za shetani pia ni neno. Sababu mbegu kama Mungu neno lake ni mbegu, maneno yote ni mbegu. Wewe unapozungumza na kuongea na mtu unapanda mbegu. Amen. Unapanda mbegu fulani ya ule mti uliotokana nao. Kama wewe ni mwembe unapanda mbegu ya maembe. Maneno yako ni mbegu, inapanda kulingana na mti wenyewe. Kwa hiyo unapozungumza jiulize ni mti gani mimi ninayezungumza, sababu haya maneno ni mbegu. Ni mbegu, nikiyatoa yanaenda kufanya kazi. Na ile kazi itakayokwenda kule itajulikana mimi. Huwezi kujulikana bila hujatamka. Niombe tu wewe. Wewe mahali ukae kimya, useme kitu, uondoke, hawatakujua. Fungua mdomo. Ukiondoka watakujua, watakusema vile ulivyo. Alright. Kwa hivyo kama kanisa au shirika, tuseme shirika. Shirika ni ndio mama. Ndio mrembo ambaye Mungu anatumia kutumia neno lake lizae wanawe. Kama vile anatumia neno lake kwa Maria akiwa bikira ndio Yesu Kristo azaliwe. Mnanielewa vizuri? Basi inabidi yule au yule ushirika uwe ni bikira. Hauwezi kupokea neno lingine isipokuwa neno la Mungu pekee yake. Hawajachafuliwa. Hawajapokea waume wengine. Mume wao wa kwanza hata kama umechumbiwa na ulimwengu, lakini ulimwengu haukuzalishi. Sasa mimi nazungumza habari ya ushirika. Ushirika mpaka uwe ni ushirika ambao umejiweka kama bikira kwa Mungu. Haukubali neno lingine isipokuwa la Mungu pekee yake. Hapo ndio patazaliwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu.
Wako mipaka. Na sasa tunaambiwa sisi ndio hekalu. Alright? Kwa hiyo kweli kabisa hilo hekalu wewe ndio hilo kanisa. Na ukiruhusu kanisa hili lipokee kila neno, itakuwa wewe ni sawasawa na vile ulifanya katika shamba la Edeni. Umepata neno la Mungu ndio hili, alafu unasikiza shetani pia anasema nini. Unaanza kuwa katikati hapo, unachanganya na kusema kwamba unaposema wewe utakaposema ni mchanganyiko. Lazima ujiweke big. Sio ndio mwili, si brother anasema si ndio mwili. Sasa Mungu anazaliwa mwanae wapi? Yule mwana wa Mungu anazaliwa wapi? Anazaliwa na nani? Jibu, atazaliwa na nani? Huyo atakayezaliwa awe mwana wa Mungu ndani yako. Alright? Ni atazaliwa wapi? Ni nani atakayekuwa ni wewe. Wewe ndio hekalu. Haleluya. Sasa mwili wako ndio hekalu. Correct? Roho yako, alright? Mpaka ikubali kuchumbiwa na Mungu. Alright? Na Mungu anachumbia kupitia kwa neno lake. Anasema, mimi nasema hivi, ukiniamini nitakupa uwezo. Kama Maria alipoamini, alikuwa uwezo wa kuzaa kabla hata hajakutana na mwanaume. Hapa umeelewa sasa? Kwa hiyo lazima sisi tujitoe kama sadaka iliyo hai, ili Mungu apendezewe nayo, right? Aweze kuweka neno lake lizae mwanawe. Amen. Mungu ndani yako. Haleluya. Uwe sasa ukitembea unasema mimi kwa sababu nimeamini lile neno na sitalichanganya. Au kwa nini naongea lugha ngumu? Ile original plan ya Mungu aliyokuwa nayo irudishwe. Yes. Haleluya. Ile original plan ya Mungu irudi. Sababu neno lilizaa mauti. Neno la shetani ambalo mwanadamu aliamini lilizaa mauti alipokataa kuamini neno la Mungu na uzima. Na wewe wacha niwaambie, kwa sababu ushirika, nafikiri ushirika ni watu wote. Sema kanisa si watu wote. Wewe ndio ushirika na wewe ndio kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Unasema ninataka kushiriki na wewe, ni kanisa. Si ni wewe binafsi, unataka ushirika wako na Mungu. Kwa hiyo mshirika ni wewe, wewe ndio ushirika ambapo neno la Mungu linashirikiwa ndani na roho yako. Alright? Unashiriki na neno la Mungu na roho yako. Hapo umeelewa? Amen. Kwa hiyo lazima itawezekana vipi basi ikiwa wewe utakuwa ni msikilizaji tu wala usemi na iwe hivyo ulivyosema? Maria alisemaje? Na iwe hivyo kama ulivyosema. Alright. Wale walikuwa wameishiwa na divai, waliambiwa atakavyowaambia fanyeni hivyo. Alright. Vile neno linasema wewe kuwa mtenda neno, sio msikilizaji tu. Alright. Lakini sasa unataka kutenda na miili. Hapana, vita vyetu si vya kimwili. Kwa hivyo matendo yetu yanaonekana kimwili lakini yanaanzia kwenye roho. Amen. Hey. Wacha niwaambie kabisa. Roho nzuri itatenda mambo mazuri. Roho mbaya na hizi roho zingine niseme nisamehe kabisa. Zimeanzishwa vibaya. Lazima
zibadilishwe. Zimeanzishwa vibaya, lazima zibadilishwe. Na haiwezi kubadilika mpaka ukubali ibadilishwe. Amen. Nitawaambia na msikasikie. Alright? Hata nilikuwa nimeongea na watu nasa huko. Nikawaambia, unajua watu wengi hapa uzazi wetu ni mashida. Watu karibu 50% au zaidi katika Mungu ndio baba yao, sio? Akawakabidhi wazao wafanye kumlelea mtoto wao. Mtoto ni wa Mungu. Unasikia mpaka leo wewe huna mtoto, wewe ni mlezi. Usipompeleka mtoto wako, usipomuonesha baba yake, wewe naambia wewe, kwa sababu ni maana wako pesa, watoto wale mpaka waoneshe baba yao. Unasikia vizuri? Mtoto wako kuonesha baba yake, atakuwa hajui baba ni nani. Alright? Kila mtu atokezaye atakuwa ni baba. Na wale ambao waliokuwa hawajaelekezwa kwa baba, Yesu Kristo amekuja kuwaelekeza. Amen. Hallelujah. Amen. Ili wajue baba ni nani. Praise God. Amen. Lakini tuna shida. Watu wako tayari kudanganywa na kupewa mababa wengine. Unakuwa baba wa kiroho. Your spiritual father. How? Yeye mwenyewe ni physical. Mimi hapa niwe spiritual father wako vipi? Na mimi ni physical. Na roho yangu haiwezi kuzaa. Roho inaweza nguvu za kuzaa roho yangu. Mbona mmepata? Unaambiwa spiritual father, spiritual mother. Wewe ukishapata spiritual father, unakuwa spiritual mother. Wewe unakuwa spiritual mother ni wewe mwenyewe. Sababu Mungu atakuta mahali anaweza kuzalia mtoto wake. Mama naipata. Kwa hivyo kuanzia sasa tuache kuwa wasikilizaji. Tuwe wasikilizaji wanaotenda. Na sio kutenda kimwili, ni kutenda kiroho. Sasa shida ya malezi, Mungu amekuja amekuachia mtoto. Alright? Umlelee. Wewe na mke wako mnaachana. Analewa na mama peke yake. Sasa unajua pale katika akili yake amepoteza network. Siseme tu kweli. Amepoteza network. Alright. Huyo mama akiolewa na mtu mwingine atalazimisha amwite baba. Hiyo ni guarantee. Mkipenda msipende, ataambia ndiye baba yake. Lakini ukweli si baba yake. Nasema mambo ya kimwili ili muweze kuelewa kiroho. Alright. Na katika kiroho pia ni hivyo hivyo. Alright. Kama vile ambavyo watu wameachana wawili, alafu mmoja akapata na mtoto, akamlea, akapewa baba mwingine, na huyo baba akawa ndio baba. Lakini ukweli kabisa hata mtoto anajua huyu si baba yangu, namfurahisha mama. Sababu akiwa mkubwa ataambiwa. Ataambiwa wewe sisi tunajua baba yako ni nani. Akiwa mkubwa, akiwa mdogo hajui. Sasa na wewe umekuwa mkubwa, ukiambiwa babako ni nani, wabakike pale pale. Hawo. Ukiwa mdogo kwa imani unapewa mababa wa kiroho binadamu. Unapewa mama wa kiroho binadamu. Umekuwa mkubwa, unaambiwa una baba wewe. Baba yako ni huyu. Haleluya. Na una mama. Hawa ni wakulea tu. Sasa wewe ukibaki kwa mama mlezi, wewe mheshimu, lakini baba yako unamjua. Msikilize baba yako anasemaje.
pia mama yako ana shida. Mama yako si mwili, ana shida kubwa sana. Tena mwambie huyu mama huyu hapa, huyu ana shida sana. Shida yake hataki kusema na iwe vile umesema, hataki hivyo. Anasema nakusikiza, lakini wangapi wewe brother, so unaweza kuwa na bibi unamwambia na akwambia lakini nisikize na mimi pia. Anaambia ndio lakini, anakwambia lakini, anaweka lakini na wewe ndio kichwa. Hata mimi ndio mbona unisikilize mimi? Wasema tu unatoa instructions lakini unisikilize. Ndio usema kijeshi. Nasema military command. Order must be taken. Uliza mwanangu pale hapo. Dadi unisikilize, na ndio sikusikilize. Military command. Order given. Take my word. Unabaki akilia lakini mshoe kwa dawa. Kwa hivyo hata wewe lia lakini mshoe kubali yangu. Amen. Haleluya. Mwili wako utalia, unataka usikilizwe pia. Wataka usikilizwe. Lakini kuna amri imetoka kwa Mungu. Neno lake limeshatoka. Sema wewe umia, lakini ili neno lazima tatimie. Amen. Baba mwema. Amen. Hayo tujue naambia mambo ya kidunia ndio muweze kuona ya kiroho. Roho inapitia mambo kama hayo. Roho wa Mungu anakuja kukuambia, unasema lakini. Anamwambia pia mimi nisikilize. Unaona shida zangu jatatua, alafu ataka vipi wewe? Sema na iwe kama vile ulivyosema. Amen. Amen. Na hizi shida ambazo unaziona hizi katika kibinadamu, kama Mungu ndiyo kichwa, si ndio? Wewe unafikiri anapingwa kiasi gani kwa hata mimi nisikilize? Sisi wewe unajua bwana, unamwambia jamaa, mbona mimi nisikize? Kwa hivyo sasa tunakuja katika amri ya kwamba Mungu pia atusikize. Tumefundishwa hivyo kwamba huyu Mungu anatusikiza tukimhonga. Tumekuja kwamba huyu Mungu ukimhonga atakusikiliza. Kama nataka Mungu akusikilize, fanya hii, fanya kitu. Sasa wale wanaokuambia hivyo wanatumia mambo ya kilimwengu. Sababu saa nyingine kweli huwa nimeshika mguu, alafu naletewa kachai na kakeki na zubaa kidogo. Na kisha zubaa mambo yalikuwa sitaki yanafanyika. Na mimi nasema hata niwache ipite. Mungu hasemi wache ipite. Na hata wanajua hata nisema wache ipite ndio kuna siku nitakurejesha pale pale. Wewe unaongelea maneno siregelee ni vile hivi. Mambo haya tunaelewa kibinadamu. Lakini haikuelewa kiroho. Ndio unaambiwa lazima you must mortify, ufe. Huo mwili wako uue. Yes. You mortify. Nasema mambo za mimi amri yangu kutoka mahali pamoja. Ili uweze kutenda. Otherwise utakuwa msikilizaji na msemaji. Mwaminio wa mpakani. Mwaminio si wa kweli, si mwaminio asiyeamini, lakini ni mwaminio nusu huku, nusu huku. Lazima tubadilike. Tubadilike kabisa. Tusikize Mungu anasema nini kutuambia. Na alikuwa na huo mpango tangu zamani. Na kule ni mpango wake lazima utatimia. Je, wataka utimie kwako au hutaki? Kuna taka. Sikiliza bila msemo.
vita vyako si vya kimwili, vya nyama na damu. Alright? Vita vyako ni vya kiroho. Alright? Na niwaambie leo, mpe Mungu nafasi roho yake kuingie, uone vita vikishinda. Yeye ni jemadari hatari. Anashinda vita vyote. Mimi hapa ni shahidi. Hallelujah. Yes. Na tamanio la moyo wako analitimiza. Because yuko ndani ya moyo wako, na yeye tamanio lile ni lake pia sasa. Limekuwa tamanio lake. Amen. Na yeye ana uwezo. Let's imagine. Hapa story ya msichana mmoja. Alitamani sana awe na gari. Alright? Na kile kiangalia kwao haipatikana. Haipatikana. Alright? Alitamani kuwa na pesa. Kwao hakuna. Akiangalia hali ya nyumbani, alright? Na tamanio lake alilingana. Akutana na kijana mmoja ambaye kwao ana mali. Alright? Kwao wana mali. Sasa lile tamanio lake likaanza kutimia, sababu limekuwa tamanio la bwanake. Akitamani anaambia bwana yake, si ndio? Na bwana yake anatamani bibi yake aonekane vile ambavyo yeye alivyo. Basi walimwengu walilalamika sana, lakini haikalishi, sababu ni tamanio lake ambalo sasa limekuwa tamanio la bwana. Anasema mbona anaringa siku hizi, endesha magari tu. Sasa endesha nini? Hata gari anapeana kwa watu wengine. Sasa fanya nini? Sasa awe nayo. Na hapo nayo sasa. Na alijua njia ya kuipata. Sasa hivi mbona kama alitumia njia ya kuipata, ameipata. Wacheni mimi. Ashaipata. Alipata yule ambaye kuna watu wengine walikuwa watakuwa mafundi wa kushona wakipenda wasipende. Watakuwa mafundi wa kushona wakipenda wasipende. Maana hata kama kuna kiongozi kichwa lifu ni hapa tu. Nasema mambo ya binadamu kwanza ndio ingie kwa Mungu. Sasa itawe tamanio lako. Alright. Baba yako anahakikisha linatimia. Amen. Hata tamanio lake lilikuwa halina maana tena. Mfano mzuri. Wakati wa COVID. Na hii COVID hii. Wajili mimi mwana biashara. Ninafikiria mimi wana mbali kibiashara tu vile tamanio langu na tamanio la wanangu walilingana. Nilikuwa nishaona vile nitafanya shule. Nishaona kibiashara. Lakini tamanio la mwanangu limekaa tofauti. Lakini kwa nini mwanangu lazima tamanio lake litimie? Waliungana na mamake wakanifuata, usifanye mambo nataka kufanya, wacha shule iendelee. Nikamwambia mimi nishaona hii nitakufa. Wacha iendelee. Sasa mimi nilikuwa nishapangia, nishachora hata michoro ya kuibadilisha. Alright? Lakini sasa bado kwa sababu ni watu wangu. Si ndio? Tamanio lao lilihakikisha limefanyika, ndio ile shule mpaka leo iko pale. Muulize kwa mimi. Walipata hapana. Tamanio lao ikiwa basi Mungu yuko, wewe uko ndani ya Mungu na Mungu yuko ndani yako. Tamanio lako Mungu analitimiza. Amen. Hata kama alikuwa na mpango mwingine, anasema kwanza niangalie tamanio lako. Haleluya. Wewe mchukue Mungu,
ukubali Kristo, yani neno la Mungu likae ndani yako, uanze kulitenda. Alright? Mungu aone unalitenda, alafu aje aishi ndani yako, sababu hawezi kuishi ndani kama utendi. Kwa sababu anataka kuja kusaidia ile tendo. Nisikilizeni. Mungu anaangalia kwanza, alafu anataka kuja kusaidia lile tendo liendelee. Watu wengi wanataka Mungu aje aishi ndani yao, aje aishi ndani yao, na wao hawaanzi kuonesha ishara kwamba akiishi kazi yake itaendelea. Alright? Lakini akiona umeanzisha kazi yake, unajua kazi yake ni upendo. Alright? Mamkazi yake yote huzungukia kwenye upendo. Hata kama afanya nini, elimu yake ni upendo. Akiona umeanza kupenda watu ili watu wapende ili wafike kwa Mungu, si ndio? Si upendo huo. Huwezi tamani mtu amfikie Mungu kama upendi. Si ndio? Uanze kupenda watu wamfikie Mungu. Mungu anakaa ndani yako, ile jambo liendelee. Lakini kama unataka Mungu aje akae ndani yako, ununue Mercedes, aje. Kwa ajili yako na kuna upendo pale. Ndio useme nataka kununua Mercedes nifanye ambulance. Iwe ni ambulance kwa wagonjwa. Mungu anakuja na kale ndani yako atimiza. Haleluya. Watu wengi wamekuwa na sababu hawaelewi jinsi ya kuvutia Mungu. Mungu anavutiwa na neno lake. Hilo ndio linamvutia peke yake. Neno lake liko ndani yako, likianza kufanya kazi, Mungu anavutiwa, anasema sasa nimepeana kidogo. Sino ni roho. Ameweka roho yake kidogo. Na mbona hiyo roho yafanya kazi? Siata kuongeza. Au? Ndio akatoa mfano wa wale walipewa. Mmoja alipewa 5, mwingine moja. Waliofanyia kazi ile kidogo waliongezewa. Haleluya. Wale ambao kufanyia kazi walizika tu, mwenyewe akija achukue mali yake, hataki ipotee, hataki aibu. Alinyang'anywa hata hiyo aliyokuwa nayo. Ndio ile ndio kwamba those who have more will be given. Ilianzia hapo. Alright. Wenye neno la Mungu ndani yao watapewa neno zaidi. Muitikie kwa chapa wale. Kwa hiyo leo wewe ukijua Mungu anataka kuzaa mtoto wake, azaliwe mara ya pili. Anataka kuzaa. Na yule atakayezalishwa ni wewe. Amen. Kwa hiyo wewe utakuwa ndiye yule Maria atakayesema na iwe vile ulivyosema. Haleluya. Praise the Lord. Umeshachaguliwa tayari kama Maria alivyochaguliwa. Acha nimwambie, hata Yohana baba yake alikuwa amechaguliwa. Si ndio? Yes. Alikuwa kuhani. Mzee Zakaria, si ndio? Yes. Alikuwa kuhani. Lakini alipoanza kushindana, alikuwa kibubu. Kutoka hapo ndani. Anaambiwa Mungu amesemaje? Zakaria, tumekutuma leo wewe ulikuwa ni wewe kuanza kuingia kule. Utuambie mambo gani yako kule ndani. Watuambie Sasa naambia mke wake. Sasa mkakata ile. Paka nipata mimi. Ambia Zakaria, na mimba. Alikuwa ameteuliwa, lakini kwa vile hakushikana na lile neno kikamilifu, ilibidi kwanza asiseme, ashinde kuongea. Kwani wewe utakuwa bubu usipokubali vile Mungu atasema neno lake. Ndio maana mko mabubu, hamsemi.
Siwezi kuwalaumu kwa sababu najua roho la Mungu linafanya kazi. Nimekuja akakwambia ukashinda. Sasa wewe ni bubu, wewe ambia mwenzako. Ndio wewe tangaza roho la Mungu. Wewe ambia. Ngoja niwaambie. Uwezi ambia mwenzako mnafanya naye kazi neno la Mungu kwa sababu wewe ni bubu. Ni Zakaria. Ni Zakaria, wewe umekuwa bubu sababu lile neno hukusema na liwe vile ulivyosema. Umeacha lakini hapa. Na kuchatia lakini hapa huwezi kusema utakuwa bubu. Lakini Maria hakuwa bubu. Alisema. Ungemuuliza anasema hii roho wa Mungu alikuja kwa malaika alikuja kwa walijuaje kwani ilipoandikwa aliyesema nani? Si Maria. Kwa sababu Maria ndiye alikuwa na nani? Sasa aliambia watu. Mimi malaika alikuja kwangu. Alright. Ndio watu wakasema alafu ilikuwa hivyo. Malaika alikuja. Wengine wakaamini, wengine wakakataa kuamini. Lakini haijalishi kama wameamini au waamini, usiwe bubu. Amen. Maana usipo anza kutenda utakuwa bubu. Hivyo kama uko bubu sina ubaya na wewe. Kana bubu mpaka atakapozaliwa. Alright? Lakini atakapozaliwa utafunguka. Uongee. Lakini Maria hakungojea mpaka azaliwe, aliongea akiwa tumboni. Na dada Elizabeth ni familia yake ile. Alipokutana na Maria, kutokea nini? Wale watoto wenyewe kwa wenyewe. Wale mambo yalitokea kwa tumbo la wote. Matumbo yao. Walishangiliana. Yatakana tunashangiliana. Neno la Mungu ndani yako, neno la Mungu ndani yangu lishangiliane. Ndio sababu tumekuwa na muda amuelewi kwa nini. Ndio sababu tumeweka muda hapa wa watu kushangilia neno la Mungu. Ili wewe ushangilie na mimi nishangilie. Wakati mnipata. Msione kama tunaweka hapa ati you must speak, you must read the Bible. Ni nafasi ya kushangiliana. Tukikutana wale watoto walio ndani yetu washangilie. Mimi ni mwana wa Mungu, tunamtoa Mungu ndani yangu, si ndio? Na wewe ni mwana wa Mungu, tunamtoa Mungu ndani yako, wewe ndiye mwana. Sinimwambia mwana ni roho. Sasa roho wa Mungu ndani yako ambaye ni mwana wa Mungu, huyo roho wako na roho wangu ambaye ni mwana wa Mungu zikikutana lazima zishangiliane. Amen. Amen. Ndio unaweka dakika 10, unaweka nafasi ya kusoma Biblia, nafasi ya ushuhuda ili zile roho zishangilie. Sasa siku hizi imekuwa shida kushangilia sababu mabubu wengi. Kwa sababu hata ungemwambia hiyo siku watoto washangiliana, Zakaria hawezi. Zakaria nani wakizungumza habari ya kupokea Roho Mtakatifu, atazama Mungu. Imani Zakaria angekuwa pale na Maria na nani? Mke wake nani? Elizabeth. Kuna Elizabeth hapa, Maria hapa na Zakaria pale. Hao wakisherehekea jamani kwa iko full. Maana akifungua mdomo bila haisema ni bubu. Na sisi tukubali niseme let it be the way you have said. Ububu ondolewe. Amen. Alright. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Tuondoe ububu. Kwa sababu leo nimemwambia wewe ndio ule mwili wa Maria. Alright. Neno la Mungu limekuja kwako. Nataka useme na yeye vile umesema. Ili mtoto wazaliwe. Alright. Ndani yako mwana wa Mungu. Alright. Ili upewe uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Ni kwamba Mungu anachukua roho yako anaifanya mtoto wake.
Amen. Sababu Mungu ni roho. Ana watoto wa mwili. Hapo yeye amesema kila mbegu hujizaa kwa jinsi, si ndio? Kama mbegu ni roho tazani. Kwa vile Mungu ni roho, ataka azae roho yake ndani yako. Alright? Awe na mtoto wake ndani yako. Praise God. Ili ukitembea sasa, tamanio lako litakuwa tamanio la baba yako. Sababu roho iliyo ndani yake ni ya baba yako. Mungu awabariki.